Tuna vijana wa Kiafrika wako hapa, wana mawazo, akikuporomoshea unashika mikono kichwani, ila hela hawana. Wakienda kuomba hela mahali wanaambiwa mawazo yamejaa hatari tupu. Serikali ya Japan ilianza kujenga nyumba, ikaanza plan, mtu yoyote aandike proposal ya ujenzi wa nyumba. Lakini wanajenga hivi, unasema bwana, mimi nataka nijenge magorofa ya kupangisha, magorofa 5. Kila gorofa, kila nyumba moja na gorofa 10. Nataka tuseme, natoa mfano, labda bilioni 1. Benki inakwambia eneo gani unataka. Kwenye business proposal unachagua na eneo, unaipelekea benki. Benki inapitia mawazo yako. Humo ndani kuna hela ya kununua kiwanja, mle ndani kuna hela ya kukilia eneo, kusafisha, mle ndani kuna hela ya kuanza kujenga, mle ndani kuna hela ya sementi, kuna hela ya nondo. Umechanganua na utakavyopangisha. Ukifika benki wanaangalia mawazo, wanasema mawazo ni mazuri, tumekubali kukupa hela, ila hatukupi mkononi. Mtafanyaje? Hapa umeweka kuna milioni 1 ya kununua kiwanja. Wewe mtafute mwenye kiwanja. Unamtafuta mwenye kiwanja, unampata. Benki wanamlipa, mwenye kiwanja anatoka. Wewe hapa hujapata maokoto. Hajafika kwako. Wanamtafuta mwenye kiwanja, anafanya nini? Wanamlipa. Hatua inayofuata ni kulisafisha eneo hilo, clearance. Wanakuambia mtafuta atakayesafisha vizuri. Unamtafuta, benki wanamlipa, anakuja anafanya nini? Anasafisha. Ujenzi uanze, tafuta kampuni lenye uwezo wa kujenga sawa sawa na kiasi ulichotuambia. Unatafuta kampuni, unalipeka ile kampuni benki wanalilipa lile kampuni, naanza kujenga. Kuwezeka, benki wanalipa kampuni ya kuwezeka, benki wanalipa kampuni ya kupaka rangi, mabomba, umeme, mpaka inakamilika nyumba. Anatafuta sasa dalali wa kuingiza wapangaji. Benki inakwambia mtafute dalali, benki inamchukua na dalali na yenyewe inafanya nini? Inamlipa, anaingiza wapangaji, wanajaa mle ndani. Hela yote inakwenda benki ya wapangaji, paka deni la benki likikamilika na faida zake. Unaambiwa sasa, kuanzia leo hela yako sasa yote, nyumba zako unapewa na hati. Muda huo wote hati ni ya benki na kila kitu cha benki. Huna hela lakini una mawazo. Sisi huku kwetu uwe na hela kwanza ndio unapate hela benki. Sehemu zingine mawazo. Sisi mpaka ukienda kukopa benki unaulizwa unaweka hati ya nyumba. Sasa hati ya nyumba nitaikuwa nimeipataje? Unaweza kwamba eti weka hati ya nyumba kama dhamana. Ile hati ya nyumba nitakuwa niliipataje sasa? Kwa hiyo upewi hela. Yule ambaye ana nyumba tayari, ana magari tayari, akienda kukopa yeye anapata. Kwa sababu ana cha kuonyesha na anaaminiwa. Una mawazo mazuri, yani kwamba nikifanya hiki, nikafanya kile, nikafanya hivi, nikafanya kile. Ukitoa mawazo, yule unayemwambia anakuambia mawazo yako ni mazuri, nenda kwa benki, wana mtu anaitwa risk assessor, anafanya risk assessment. Unaanza kumwelezea mawazo, anaanza kuangalia hatari ndani ya mawazo yako, kwamba hela ya benki itarudije. Mawazo ni mazuri, ila hela ya benki itarudije. Anaanza kuangalia hatari, halafu anashauri kwamba huyu mawazo mazuri, ila yamejaa hatari tupu. Mawazo mazuri ila yamejaa hatari tupu. Unaambia kwamba mimi nina mkataba wa kupeleka samaki Dubai. Mkataba huu hapa, wanasema nianze kupeleka samaki kuanzia tarehe 8. Nataka mnipe hela ninunue mtumbwi, nianze kuvua, nipeleke Dubai. Wanakuambia samaki wasipopatikana, samaki wakishinda, una maagano na samaki. Kwa hiyo unaambiwa lete hati ya nyumba ili kusudi samaki wasipopatikana tuuze nyumba yako. Nyumba nimeipata wapi mimi jamani? Mimi ni kijana, nimemaliza shule form 4, form 6 chuo. Nyumba nimeipata wapi? Kwa hiyo namna yetu ya kuwaza ndio inatuchelewesha. Mawazo yetu jamani, mawazo, our attitude, our thinking, our perspective.